Watu wengi wanaamini kuwa usiku wa mjini ni wa kawaida, lakini kuna wakati usiku unaficha siri ambazo macho ya kawaida hayawezi kuona. Na wakati mwingine mtu unayekutana naye gizani anaweza kuwa si mwanadamu kabisa. Hii ni hadithi ya kijana mmoja wa Dar es Salaam ambaye maisha yake yalibadilika usiku mmoja baada ya kukutana na msichana wa ajabu ufukweni. Lakini kile ambacho hakujua ni kwamba mapenzi yake yalikuwa yanaanza na kiumbe kutoka ulimwengu mwingine. Karibu kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Nilipendana na Jini wa Baharini. Usiku ule ule baada ya kukutana na Nura, Amani alirudi nyumbani akiwa kimya sana. Barabara ya Sinza zilikuwa zimetulia, lakini akili yake ilikuwa imejaa maswali. Yule msichana alikuwa nani? Na kwa nini alijua jina langu? Kulikuwa na kitu cha ajabu sana kwake, lakini hakujua ni nini. Kesho yake asubuhi, Amani alirudi kazini katika maghala ya Kariakoo. Kama kawaida, rafiki zake walikuwa wanapiga stori wakati wanapumzika. Juma akamwangalia Amani kwa makini, kisha akamuuliza, "Bro, jana ulifika salama?" Amani akacheka kidogo, kisha akamjibu, "Salama, tena salama kabisa." Salimu akaingilia mazungumzo, "Lakini mbona leo unaonekana kama mtu aliyekutana na malaika vile?" Yote wakacheka. Amani akatikisa kichwa, kisha akasema, "Hapana bana, nilikutana tu na msichana mmoja ufukweni." Juma akashangaa na kumuuliza, "Usiku?" Amani akajibu, "Ndio." Juma akakaa kimya kwa sekunde chache, alafu akasema polepole, "Bro, ile sehemu ya Mbezi usiku si ya kawaida." Amani akacheka tena, kisha akamwambia Juma, "Huyo jamaa ni muoga sana." Lakini ndani yake Amani alijua kuna kitu kinamvuta, yaani kinamsukuma kurudi tena pale ufukweni, kwa sababu alivutiwa sana na Nura. Usiku ulipofika, Amani alijikuta anarudi tena karibu na ufukwe wa Mbezi Beach. Upepo wa bahari ulivuma polepole, mawimbi yakagonga mchanga kwa sauti tulivu. Kwa sekunde kadhaa hakukuwa na mtu. Amani akasema kwa sauti ya chini, "Nura." Hakuna aliyejibu. Alianza kufikiria labda jana ilikuwa bahati tu, lakini ghafla sauti ile ile ilisikika nyuma yake, "Umerudi?" Amani aligeuka haraka, na hapo ndipo alimwona tena Nura. Alikuwa amesimama pale pale kama jana. Amani akatabasamu, "Nilijua nitakuona tena hapa." Nura akamwangalia machoni kwa utulivu, kisha akamuuliza, "Kwa nini umerudi?" Amani akacheka kidogo, kisha akamwambia, "Nilitaka kuona kama wewe ni wa kweli au nilikuwa naota." Nura akacheka polepole. Sauti yake ilikuwa tulivu sana, lakini bado kulikuwa na kitu kisichoeleweka ndani yake. Wakaanza kutembea polepole kando ya ufukwe. Mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida sana kama marafiki wapya. Amani akasema kwa utani, "Kwa hiyo wewe unaishi wapi?" Nura akajibu kwa sauti ya fumbo kidogo, "Karibu sana na hii bahari." Amani akacheka, kisha akamuuliza, "Jibu hilo umelitoa kwenye movie?" Nura hakujibu, aliendelea kutembea tu. Baada ya dakika chache, Amani alisimama ghafla. Kuna kitu alikiona kilichomfanya ashangae. Alitazama mchanga chini, aliona alama za miguu yake mwenyewe kwenye mchanga, lakini hakukuwa na alama za miguu za Nura. Moyo wake ulianza kupiga haraka kidogo. Aliangalia miguu ya Nura,
kisha akaangalia tena mchanga. Hakukuwa na alama hata moja. Baridi kapita mgongoni mwake. Amani akauliza kwa sauti ya taratibu, Nura. Nura kaitikia, be, kwa nini miguu yako haiachi alama kwenye mchanga? Nura alisimama polepole sana. Alimgeukia Amani. Machoni pake kulikuwa na kitu cha huzuni, kama mtu anayejua ukweli lakini anaogopa kuusema. Upepo ukavuma tena kutoka baharini, nywele zake zikapeperuka. Kisha akasema polepole sana, kwa sababu. Lakini kabla hajamaliza sentensi yake, ghafla upepo mkali sana ulivuma. Mawimbi ya bahari yakagonga ufukwe kwa nguvu na kivuli kikubwa kilionekana mbali baharini. Nura aligeuka kukiangalia. Uso wake ghafla ukabadilika. Kwa mara ya kwanza alionekana anaogopa. Amani akashangaa, Nura, kuna nini? Lakini Nura akasema kwa haraka, Amani, lazima uondoke hapa sasa hivi. Amani akamuuliza kwa nini? Lakini kabla hajajibu, sauti nzito ya kutisha ilisikika kutoka gizani, sauti ambayo haikuwa ya mwanadamu. Na hapo ndipo Amani alianza kuelewa kwamba msichana aliyekuwa mbele yake alikuwa anaficha siri kubwa sana. Huu ndo mwisho wa sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe akaunti ili uwe wa kwanza kuipata sehemu ya 3 ya simulizi hii inayoenda kwa jina la Nilipendana na Jini wa Baharini.